Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Najua muda wetu umeenda sana, hapa niongee mambo mawili kwa ufupi sana. Jambo la kwanza, maisha ya chuo ni ibada na ibada ni maisha. Hakikisha mwaka wa kwanza unahudhuria ibada kila siku, na ibada iwe ni sehemu yako ya maisha. Na ibada tunazungumza ni kufanya mambo yanayompendeza Mungu pamoja na kukusanyika na watakatifu mahali ambapo mnakusanyika. Usiache ibada. Maneno ya Mungu yanasema mjue sana Mungu ili uwe nayo amani, na ndivyo hayo mema yatakavyokujia, ili uweze kufanikiwa, uweze kuvuka vikwazo na vitu vyote katika elimu yako. Unamhitaji Mungu. Jambo la pili la muhimu sana, huwa ninawaambia watu usitoe sadaka yako mahali ambapo sio sahihi. Na leo tutazungumzia sadaka ya muda. Usitoe sadaka yako mahali ambapo sio sahihi, na usitoe sadaka yako kwa mtu asiyekuwa sahihi. Umekuja chuo kikuu, umekuja chuo cha kati, uko huru. Unapotumia uhuru wako vibaya, itakupelekea kutumia muda wako vibaya. Atakuja kijana na kusemesha mambo ya kipumbavu, utampa leo dakika 2, kesho utampa 5, kesho kutwa utampa masaa, kesho kutwa utampa siku, utapotea kabisa. Huwa ninawaambia vijana kama mimi vijana wenzangu ni kwamba unapotoa muda wako kwa mtu asiye sahihi, ataingiza vitu visivyo sahihi. Mtu asiye sahihi akiingia kwenye maisha yako yatakuwa sio sahihi, usalama hautakuwepo. Mungu akinipa neema nitapita kila chuo, tutapata muda wa kujifunza, tutapata muda mzuri. Lakini kwenye grupu na kwa wale ambao na namba zao, mara nyingi napenda kutuma voice note. Sikiliza, yamkini zinaweza zikakusaidia. Mungu awabariki sana. Mumtumikie Mungu kwa uaminifu, mtapata taji ya uzima na mtapata mafanikio hapa Tabora na duniani kwa ujumla. Mungu awabariki sana. Wito wangu, tumeona kilichokuwepo hapa. Vita tunayo. Sasa uwanja wa vita ni tarehe 24 mpaka tarehe 28. Kwa yule ambaye anatamani kuja na hana fedha kabisa, yaani ndani kwako na tamani, ila uwezo wa kiuchumi umegoma kabisa, tukimaliza ibada tuonane hapa. Amen. Kwa hiyo ukishindwa kuja kwenye kongamano umedhamiria. Yule ambaye ana changamoto tuwasiliane, lakini kwa wewe uliopo tuonane. Mungu awabariki sana.